Wote tuseme yeyo. Leo nipo ndani ya SB Online TV. Tumekutana na msanii wa Injili anaitwa Nibona. Atatuelezea safari yake ya mziki, mafanikio yake, changamoto mpaka kufikia hapa. Bwana, mambo vipi? Safi, ninamshukuru Mungu. Sijajua wewe. Mimi namshukuru Mungu nipo poa. Leo tumeona nyimbo zako zinafanya vizuri, tukaamua tukutembelee leo. Vizuri sana. Kiukweli nashukuru Mungu kwa sababu ni njia ndefu. Haikuwa rahisi wala sio rahisi mpaka kuweza kufika hapa, na pia ninashukuru kwa sababu umeona ni vizuri muweze kuja, au ni vizuri kwa kunifuatilia, kwa sababu ni muda mrefu nimepambana na nimehangaika juu ya hili swala, na changamoto nyingi nimezipitia, vitu vingi nimevifanya mpaka hapa nilipo. Ninamshukuru Mungu. Nimeachilia nyimbo kama mbili ambazo moja ni video, nyingine bado ni audio cover, lakini natarajia kuachia nyingi sababu nina nyimbo nyingi sana. Okay, katika nyimbo zako hizo nyingi ambazo umezifanya, nyimbo gani ambao unasema hii bwana, hii nyimbo hii naiaminia sana, na yani kila nikisikiliza yani inanipa motisha fulani hivi? Ni nyimbo gani? Nina nyimbo nyingi sana, lakini nina wimbo mmoja ambao unaenda kwa jina Usiogope. Huo wimbo kiukweli ni wimbo ambao nikiuplay mimi mwenyewe, hata tukiachana na mashabiki japo na wenyewe wameupenda, nikiuplay tu mimi mwenyewe ninafurahia, kwa sababu kuna maneno fulani ambayo wakati ninaiandaa ile nyimbo, yani ni kama vile nilishushiwa yale maneno. Yani ni kama vile ni maneno ya kumtia mtu moyo sana. Kiufupi ni kwamba nikifikiria na nikiangalia, naona katika nyimbo nilizonazo ule wimbo wa Usiogope ni wimbo mkubwa sana, waweza kufanya vizuri zaidi, na ninaamini ya kwamba mpaka wewe ukaniona ni kwa sababu ya wimbo huo. Okay, sawa. Na unapitia changamoto gani yani kwenye uandishi, au la unaandika mwenyewe, au kuna mtu ambaye anakuandikia nyimbo zako? Mimi kwenye uandishi sina changamoto hata ndogo, kwa sababu ni kitu ambacho kipo ndani yangu na ninatamani kuifikisha Injili sehemu mbali, kwa sababu kwa kupitia uimbaji. Sasa siwezi nikapata changamoto kwenye utungaji kwa sababu ni kitu kinachotoka ndani, labda lakini ninapata changamoto kwenye kupata fedha ya kuweza kufanyaje, ya kuweza kurekodi. Juu ya habari ya kupata changamoto ya kutunga, hapana. Sema kwenye urekodiji ndio panakuaga kazi. Yani ninapofika wakati nimepata wimbo kwa ajili ya kuweza kwenda kufanya sasa ufikie watu wausikie, ndio panapoanza kizaazaa, kwa sababu bado sijafikia viwango vya kumiliki fedha, sijafikia viwango vya kupata fedha za kutosha. Kwa hiyo inanipa changamoto kubwa sana kuweza kufikia kuweza kwenda studio na kumwambia producer kwamba bwana, nina wimbo wangu huu hapa, ili aweze kusikiliza na aweze kuniachia kweli niweze kuimba bila kumpa chochote kitu. Hapo ndipo napata changamoto, lakini kwenye kutunga hapana. Una manufaa gani katika tasnia yako ya nyimbo za Injili? Kwa sasa hivi sina manufaa, lakini ninamshukuru Mungu kwa sababu ninafanya kile kitu ambacho ninakipenda, na ninafanya kile kitu ambacho ninaamini ya kwamba kitafika mbali, na ninafanya kile kitu ambacho kinatoka ndani yangu. Kwa hiyo ninafanya kwa moyo wote, ninafanya kwa juhudi zote, kwa sababu ninahitaji kuna watu wasikie ile Injili ninayoihubiri, ile kazi ninayoifanya, watu waisikie na waijue. Halafu baadaye kama Mungu atatunuku manufaa juu ya hii kazi ninayoifanya, ni neema zake. Lakini kwa sasa ninachokifurahi na manufaa nilionayo ni kwa sababu tayari nina nyimbo zaidi ya 10 ambazo ninazo. Hicho ndio ninachokishukuru zaidi. Bwana, kama mnavyomsikia Ibona anakuambia ndo kama hivyo, yeye anamtumikia Mungu kwa kila anachokifanya. Atatuimbia nyimbo yake hapa. Aliyesimama mlangoni ni yeye yule, aliyesimama jana atasimama na leo. Aliyesimama mlangoni ni yeye yule, aliyefungua jana atafungua na leo. Hata maadui wainuke,
yani wasimame, hajawahi mwacha mwenye haki wake. Hata maadui wainuke, yani wasimame, hajawahi mwacha mwenye haki wake. Ya, huo ni wimbo ambao ninaupenda sana. Kwa hiyo ninaamini yapo mengi ambayo yamo kwenye huo wimbo yanayomtia moyo mtu, yanayomfanya mtu ajisikie kwamba kumbe Mungu hajamsahau. So wewe unayenifuatilia, wewe unayeniona, unaweza kwenda YouTube channel ambayo inapatikana kwa jina la Nibona Amos, ukasearch huo wimbo unaitwa Usiogope na nyinginezo zaidi, ili kuweza kupata vitu vizuri sana. Yeah, leo ni hatari ndani ya SB Online, si atuzimi, si tunawasha. Yeah, kama mlivyomsikia Ibona ametuimbia kapela hapa. Hivi kwa nini kuna nyimbo nyingi sana? Kuna Bongo Flava, kuna nyimbo kibao. Kwa nini umejichagulia kuimba nyimbo za Injili? Kiufupi mimi mwanzo nilikuwa naimba Bongo Flava. Lakini Mungu akasema na mimi kwamba hiyo kazi ninayoifanya si sahihi. Hata ukienda mtandaoni vipo vingi nilivyovifanya huko, lakini ilibaki kama story. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliniambia kwamba hicho kitu sio sahihi. Ndio maana nimeamua kufanya kazi ya Injili, kwa sababu ni kitu ambacho tayari nimepata maono kutokana kwamba ni watu wengi wanateseka juu ya habari ya uvumilivu, juu ya habari ya kumwamini huyu Mungu. So Mungu akasema kwamba kuna watu wengi wanateseka na wanaangamia. So ninahitaji ukawafundishe kwa njia ya uimbaji wa Injili. Ndio maana nimeamua kuchagua kazi hii. Ibona, tunaona muziki mingi sasa hivi ya gospel, muziki unafika Kenya, Nairobi, yani inapenya sasa hivi kimataifa. Na wewe ulikuwa unatamani vipi mziki wako ufikie, yani ufikie wapi yani? Mimi natamani Injili ninayoihubiri ifike sehemu mbali sana. Haijalishi ni wapi, haijalishi ni Kenya, ni Tanzania, ni Kongo, ni Burundi, ni Rwanda. Lakini natamani Injili ninayoihubiri iende kimataifa, ili watu wengi waisikie na wapate faraja kupitia Injili ninayoifanya au ninayoihubiri, kwa sababu nikihubiria Tanzania tu, hayo mataifa mengine atahubiria nani? So ninatamani uimbaji ninaoimba, yani Injili ninayoifanya kwa njia ya uimbaji ifike mbali sana. Ndio matamanio nilionayo, na ndio maana unaniona ninafanya juhudi kubwa sana. Japo unakuta kuna muda mwingine napata changamoto kwenye habari ya urekodiji, kwenye kwenda studio pale. Kuna wakati naweza nikamfuata mtu nikamwambia, bwana, nina wimbo wangu huu nimeuandika, nimepata mafunujo ya wimbo huu, ninatamani kuweza kwenda studio kuimba. Ananiambia Mungu atakusaidia. Wakati ule sihitaji Mungu atakusaidia, nahitaji pesa. Kwa hiyo ninahitaji sana Mungu anisaidie zaidi ili niweze kufika mbali. Ninafanya juhudi kubwa ili kuweza kufikia malengo ambayo ninaona ndani yangu yanaweza yakawa mwanga kwa watu wengine. Na hivi ni msanii gani ambaye amekuinspire mpaka ukaona bwana kwenye kufuatilia hivi unaona mpaka nimeingia huko kwenye nyimbo za Injili, kuna msanii fulani yani namfuatilia sana ambaye wa Injili, yani unaona huyu nikipata nafasi ya kufanya naye collaboration, au nikipata nafasi, yani ni msanii gani ambaye unamwona wewe kwako yani? Kwangu mimi, kama unanifuatilia sana au kama ulikuwa unanifuatilia, hata nisipokuambia utagundua, lakini haina budi kukuambia kwa sababu umeniuliza. Kiufupi mimi nampenda sana Christopher Mwangila, uandishi wake, namna anavyoimba, namna anavyoenda. Ninapenda sana na napendezwa sana na nyimbo zake. So katika lile inanifanya na mimi ninapoimba, hata kama nikijitahidi kuimba kama mimi, inashindikana, tunajikuta naimba kama hiyo. Kwa sababu gani? Ninasikiliza sana nyimbo zake. Yani ninamkubali, yani ni kama role model wangu kiufupi. Japo yeye hafahamu wala hajui. Unawashauri nini waimbaji wengine wa gospel? Umepitia changamoto nyingi na bado unaendelea. Unawashauri kitu gani labda? Kwanza mimi nasema kwamba wakaze moyo. Ninasema wakaze moyo watu wanaoimba nyimbo za Injili, kwa sababu kwa sasa ni wachache sana wanaofuatilia uimbaji wa Injili. Wengi wamebezi kwenye Bongo Flava.
Kuna wakati mtu unaweza ukawa unahitaji kufanya kitu, lakini kwa sababu ya kwamba kitu unachokifanya wewe, huyo uliye naye, jirani yako, rafiki yako, haki yake inaleta ugumu na uzito na utata. Lakini mimi niseme kwamba tupambane sana, kwa wale wanaoanza kama mimi na wale waliofika mbali, waendelee kupambana na waendelee kukaza moyo, kwa sababu hii kazi ni ngumu, na ndio maana anasema kwamba kazi ya Mungu si nyepesi, si nyepesi. Na wala usifikirie kama wanavyosema kwa Yesu ni tambalale ukajua ni tambalale kweli. Hapana. Wakati huu ni lazima usote ili ufikie hiyo tambalale unayoisikia. Kwa hiyo ninaomba sana wapambane, tuendelee kupambana ili kuweza kuifanya kazi ya Mungu ifike mbali. Ndicho hicho ninachowaambia, wapambane, wasisikie majungu. Wanapofika mahali wakosa support, wasije wakaona kama vile watu hawaoni, wamwambie Mungu, sababu Mungu ndio kila kitu. Anasema kwamba ninaziona njia zako, tafuta kwanza ufalme wa Mungu na mambo mengine utazidishiwa. Kwa nini? Kwa sababu ukimtafuta yeye mambo mengine yatakaa vizuri. Kwa kama tutaimba kwa kumbariki yeye, na yeye atatubariki sisi, najua mambo yatakaa vizuri. Hiyo ndio imani nilionayo. Okay, sawa. Na vipi mtu ambaye anakuangalia au anakutazama sasa hivi, unapatikana vipi katika mitandao yako ya kijamii? Mimi nipo YouTube, ukiandika Nibona Amos unanipata. Ukienda TikTok ukaandika Nibona Amos unanipata. Ukienda Facebook ukaandika Nibona Amos unanipata. Hata Google pia ukienda ukaandika Nibona Amos unanipata. Wala hata mtu asijisumbue kusema kwamba mimi nampataje. Hapana, akienda kwenye platform za mtandaoni hapa akiandika Nibona Amos ananipata bila shaka. Bwana hapa sasa tunafunga mjadala na msanii hapa wa Injili. Si tunasema yeyo. Bwana leo nilikuwa ndani ya CBO Online. Mimi wananiita D Mafoto. Leo CBO Online imenizamini, imenipa shavu leo mpaka kufika hapa. Sina mengi ya kusema.